Juma Abdul. Hatari kwenye lango la Simba kule, ala gol! Goli hili ndilo limezua utata. Inadaiwa kuwa Hamisi Tambwe aliunawa mpira kabla ya kufunga. Pamoja kwamba Simba walikuwa wachache, walikuwa wamepangia wamebaki pungufu, lakini Simba akacheza mpira. Tena mpira hasa unaotakiwa uchezwe. Imetokea bahati mbaya, inawezekana refa hakuona lile goli la Tambwe la hovyo, lakini inawezekana aliona. Sasa hiyo hatuwezi kumjaji, mimi sisi kumhukumu. Kwa sababu yeye ni binadamu na mapungufu ya kibinadamu. Lakini kwa kweli unaweza kupata goli ambalo sio halali. Goli la Tambwe lilikuwa, goli la nani ule Ajibu lilikuwa halali, likakataliwa. Basi ndio mazingira mpira wa Tanzania. Unaposema mazingira mpira wa Tanzania unamaanisha nini hapo? Namaanisha kuna timu zinabebwa na timu ambazo lazima zikandamizwe. Ni kwamba Yanga inabebwa? Kila siku inabebwa. Wewe unajua. Wewe unajua. Unaposema inabebwa ni mwamuzi mwenye mapenzi yake ama kuna watu nyuma yake wanamtuma? Sasa kwa sababu siwezi kuthibitisha kwamba kuna watu nyuma yake, lakini naangalia yanayotokea uwanjani. Ukihesabu kabla hata half time, foul ambazo zilikuwa za yellow card zilikuwa karibuni 16. Hakuna yellow card hata moja iliyotolewa. Sasa tunakwenda wapi? Ndio maana wenzetu wakishinda wanapata ubingwa fake, wafiki mbali. Wanajiita kujisifia tu kimataifa sawa, lakini wewe tunapanda ndege, unapenda ndege kuleta msiba, kila siku ndio unalia. Maneno ya Profesa Kapuya yanaungwa mkono na taarifa ya klabu ya Simba iliyotolewa Jumapili hii. Taarifa hiyo inasema kuwa Simba itawasilisha malalamiko TFF juu ya mwamuzi Martin Sanya. Simba wanasema kuvunjwa kwa viti vya uwanja wa Taifa kulisababishwa na maamuzi ya mwamuzi huyo, hususan goli la Hamisi Tambwe, kadi nyekundu ya Jonas Mkude pamoja na kukata goli la Ibrahim Ajib. Katika taarifa hiyo, Simba imekwenda mbali zaidi na kumtuhumu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba kuwa anahusika na hujuma dhidi ya Simba. Taarifa hiyo inasema kuwa waziri Nchemba alifanya ziara mkoani Morogoro na kuzungumza na vikosi anavyoviongoza, na inajulikana kuwa mwamuzi Martin Sanya ni mwajiriwa wa jeshi la magereza mkoani Morogoro. Pamoja na tuhuma hizo, lakini taarifa hiyo ya Simba haielezi uhusiano wa moja kwa moja kati ya ziara ya waziri Nchemba na Martin Sanya, na haielezi kama waziri Nchemba alimpa maagizo Sanya ya kuwapendelea Yanga. Wakati Simba wakimtupia lawama mwamuzi Martin Sanya, kwa upande wa Yanga wao wanashikana uchawi wenyewe kwa wenyewe. Sisi tuko hapo chini, tunahamasisha benchi la ufundi lifanye mabadiliko. Tunapiga kelele, ndio Mwambusi anawaita pale kwa Msuva na nani na Nionzima waje kufanya mabadiliko. Paka tuamshe. Kwa kweli benchi la ufundi imetuangusha Yanga. Mimi lawama zangu mimi zinaenda kwa kocha. Kocha sasa hivi game karibia ya 3 atugharimu. Anacheza kufanya sabu. Watu washachoka, kina Maazi muda alikuwa watoe. Umeona bwana? Mpaka Buchite mwenyewe alikuwa tu amtoe sababu alikuwa na kadi muda wote, kwa sababu refa mchezo wa leo kashaukosea yani. Alikuwa anatafuta balance. Lakini kwa bahati mbaya vile Batezi akatugharimu vile. Tokea kipindi cha kwanza kipindi cha pili alikuwa anatafuta magoli. Batezi kwa kivuli, Batezi sio wetu sisi. Batezi game hii anaiogopa siku zote, yani game hii Batezi anaiogopa kabisa. Mimi kwa kifupi yani Batezi, lawama yule mpa Batezi na kocha wetu. Anachoweza kufanya sabu. Game zote lawama mimi nampa yeye. Ahmed Ali, Star TV, Dar es Salaam.